Yes, basi ni atatu mzigo safi wanaita Unforgettable. Mambo yanazidi kusonga mbele. Wanasema Unforgettable Revenge ni kisasi kisichosahaulika. Mambo ni burudani sana kutoka ndani ya Mafia Respective Family na Sunny DJ. Kipenzi cha wana kama dawa. Mambo ni 1 and 2. Nazidi kusonga mbele. Nazidi kunguruma vyema sambamba zaidi katika mitambo ya Mafia Respective Family. Jiunge na grupu kwa gharama nafuu kabisa uweze kupata picha zetu ambazo tunaziachia kila siku ya Jumatatu na siku zingine za kawaida kona tofauti. Lakini unapokuwa katika grupu letu la WhatsApp basi unakuwa unapata zile kadi zote za Mafia Respect pindi ambako tunaziachia siku ya Jumatatu. Kujiunga na grupu ni 0654886091. Namba pekee za WhatsApp. Usitume message ya kawaida. Hakuna message itakayojibiwa, bali tuma message WhatsApp ili tuweze kujibu vizuri. Ili sasa tukwambie huduma zetu zinapatikana vipi, lakini huduma kujiunga na group hakikisha unakuja na 5000 yako. Kwanza unakuja na 5000 alafu kila wiki unakuwa unalipia ada shilingi 2000. Upitwe na picha kali ambazo tunaziachia. Yes, mzigo safi hapa, mashine ya nguvu wanaita Unforgettable Revenge. Awanyo China wanaita Sauzi. 约定的特殊爱好。 Goma linaanza hapa wakati binti anamuita Ching Ming Yu. Ching Ming Hui. Anaweza kumuita Queen Ming Hui. Wewe unaweza kutamka hivyo. Ni sisi wazee wa Kichina tunatamka Ching Ming Hui. Alishaweza kutoa location ya kitu fulani ambacho kiko hapa. Na leo amealikwa kuelekea moja kwa moja kwa Mjapani ambaye anamuita Bwana Takeda. Ana show maalum naye. Ni Mchina lakini kumbuka Wajapani walishatengeneza ile unaitwa ukaribu na kujiamini wao kina nani. Yes, sasa bwana harusi bwana ndo anaingia sasa, anapokelewa. Huko sasa kikeni wenyewe wanasema kwa lugha za wengine wanasema kikeni, sasa anakwenda kupokelewa. Katika mazingira ya mzee yani binti anamuita Zhang Qing au Zhang Qingyu. Zhang Qingyu. Yes. Yana akasimamisha kwanza goma na kwenda kumuona mchumba. Ndio, nani asema heshimiwa? Tuko hapa, bwana harusi amefika. Yeshi kutoka kwa mheshimiwa. Mama anamuita Su Hongliu. Wamekuja dada, wamekuja. Lela. 小姐你慢点，盖头还没盖呢。哎呀，先别带这个了，待会我都看不到路了。不行，新娘子不盖这个特别不吉利。出去带。哎，小姐。西村君，立刻出发，一定要在丁家人之前赶到石头山，完成部署。 Wakati wanapanga mipango hiyo, huku jeshi la Kijapani linatolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba linaelekea katika sehemu ambako nadhani wataenda kumzuia vizuri kabisa barabara. Mzee anamuita Ding Daizong. Katika milima, chekio milima, humo ndiko ambako majeshi ya Kijapani yatawekwa. Leo bwana mkubwa anamuita Ding Daizong akitoka katika hii kitu na wanamuhisi yeye ndo mmoja wa mtu hatari ambaye anatumia blade kinya, yani anatumia ile blade ile panga hatari mno. Acha tuone. Sasa kumama nakabidhiwa mtoto wa kike, mtoto mrembo, mtoto mashallah, jina nasema mashallah. Kale farashi tatibi ajidi taihe. Wakati jamaa wangu analia tu, nisha kwambieni. Mnapoona mambo kama hayo basi mkifly msifly sana, kwa sababu kuna wengine wanaumia bwana. Bwana acha tu. Wengine wanafly lakini kuna wengine wanaumia. Bwana mkubwa anamuita Kim Mingzing. Alijisikia vibaya sana baada kuona kuona binti ambaye ampendaye miaka yote amtafutaye amwangaikaye leo anakwenda kuolewa. Ilikuwa hakuna bahati katika maisha yake kumpata binti huyo. Alijiona kama ni mtu mwenye mkosi wa kutosha katika maisha yake. Basi bwana, baruti za furaha zilipigwa na watu wanaondoka. Wakati mtaalamu amekaa anapiga mahesabu ndani. Sawa blaza. Inasemekana anaenda kumtafuta Blade Man, yani mtu mmoja ambaye anatumia upanga. Huyo mtu hatari anasema mtulia kwanza, nataka nitoke mara moja. Mwamba nataka kutoka mara moja.
Yes. Sheng Liang anataka kutoka. Jeshi la Kijapani ili hapa. Hapiti mtu hapa. Zimewekwa kombora za kutosha. Sasa kurudi kambini. I say. Chali kijana wa mzee mzima anamuita Bwana Takeda. Chali anamuita Ishimura. Ana jeshi lake liko hapo. Wakati wa jamaa wangu anajiitia kwamba anaumwa mguu, hawezi kutembeaga yeye vizuri, mguu wake uliwahi kupataga matatizo makubwa. Yuko kitana mnaye anajaribu kuweza kuzurura. Lakini ghafla akamwona mtoto wa kike akaekewa kakitu hapa namna hii. Huyu binti ni spy wa hatari, nimekwambia. Ana mawasiliano na connection kubwa na mzee mzima. Sasa akasogea pale kwenye ile kile kiujumbe ambacho kaekewa hapo. Akakifunua pale. Alivyokifunua, alichokisoma na kijue mwenyewe. Haya, tuachane na hayo. Majeshi yako mengi huko. Na harusi, sherehe ya harusi ndio hiyo inakuja. Inakuja sherehe ya harusi sasa. Inarudi kambini kwa mwanamama anamuita Su Hongliu. Wajapani wako hapa, hakuna mtu anapita katika, lazima auliwe huyu mtu. Maana semekana ndo Blade Man, mtu ambaye anasemekana hatari sana, lazima akamatwe. Huyu wa Japani wana mission na. Sema yeye ndo anajiita Blade, yani ni mtu ambaye anatumia upanga mkubwa, yani upanga hatari. Kwa muda mwingi aliweza kutusumbua, sasa leo hatimaye ndio mwisho wake. Usumbufu wote utaisha. Mtoto kike huyu hapa inasemekana amealikwa na wa Japani leo. Sasa anazunguruka namna hii. Anaelekea huko ndiko ambako sasa anatakiwa kuescortiwa moja kwa moja apelekwe mpaka kwa mheshimiwa. Bwana mkubwa anamuita Takeda. Takeda anamtaka wa nini huyu binti? Bwana ngoma ikaanza upande wa pili, sikiza vyombo hivyo. Yes. Kwa mdundo wa hatari. Dakika nachungulia tu. Anaje. Leo ni siku ambayo alikuwa anaitegemea sana hili katika maisha yake yote. Chinyu, vipi? Vipi? Una wasiwasi wote? Uko poa lakini uko ndani wewe. Wifi zako wanakusubiri huko. Yaani katika siku ambayo wanadamu wanaitamani, wanaisubiri kwa hamu. Na asilimia wanawake wengi wanaitamani ni siku kama hii hapa. Siku ya furaha katika maisha yako. Yaani unajikuta una furaha, unaolewa na mwanaume ambaye unampenda kutoka moyoni. Asikwambie mtu. Hiyo furaha inakuwa ni yani haina kifani. Hatari sana. Leo mtoto wa kike anakwenda kuolewa na mwanaume ampendaye. Mwanaume chaguo lake. Sasa inakuwaje? Asifurahi ili iweje? Nikafurahi tu. Binti akaletwa moja kwa moja mpaka kwa mheshimiwa bwana mkubwa Takeda. Mheshimiwa. Niambie, nini unachoniitia? Dada mdogo. Usio na wasiwasi, nimejaribu kuweza kuzungumza na Kimizi. Vizuri kabisa. Kwa hakuna shida, mambo yote yako fresh. Ondoa shaka. Karibu. Ana mission maalum naye. Bwana harusi linoga, watu walifurahia kinyama. Kapteni, umeona wanakuja. Wakapita katika kijiji kimoja. Kuna walala hoi ambao wako hapa wanaonekana kabisa wamechoka. Hawaelewi maisha ni magumu. Wameamua kujitengenezea zao maisha hapa. Sijui ni wasafiri. Yes, hao ni kama wakimbizi. Wakati binti amekuja huko akakaribishwa na mwamba akachomoa kisu sasa. Bwana Takeda aweza kukisafisha vizuri taratibu namna hii. Huku safari nazidi kusonga mbele. Lakini bwana mkubwa akaanza kutengeneza wasiwasi mkubwa na hawa watu. Mbona kama sio watu wa kawaida? Ni watu ambao wanaonekana kama wamekaa kiushari. Wengine wajui ile walile. Wao ni wazee wa kupuliza tu mavuvuzela na mambo mengine. Yes. Lakini bwana mkubwa alishaanza kutengeneza wasiwasi mkubwa kuhusu watu ambao wako hapa. Lengo kubwa ni kumkamata huyu mwamba. Ding Daizong. Chengyung. Vipi? Uko fresh? Sasa sitaki uweze kutoka mundani, sawa? Hakuna shida. Nitoke ndio wapi? Kuna tatizo? Hakuna tatizo. Bwana mkubwa anatoa amri namna hii. Mkono kanyoka juu. Ukishuka chini shambulizi lianze. Bwana. Wakati wa mtaalamu bwana Takeda.
kuna samaki mbichi kabisa mzima amewekwa juu ya meza namna hii. Ngoma zinatoka amri. Yes. Nice. Yeah baba. Kukanuka pale pale. Ikawekwa ishara ya kwamba kila mtu ajiandae. Zikakokiwa, bwana mkubwa akasanuka, mama anaomba Mungu. Samaki anakatwa namna hii mzima. Na huku mashambulizi yanaamrishwa. Baba. I say. Bwana alipigwa mtu vyombo. Hatimaye mago ikashushwa chini sasa. Palagu. Say. Binta kona we nani akaye humu. Ikuchomoka nje mzima namna anachokishuhudia nje ni maumivu makubwa. Ni mateso makubwa ya mabomu kwa watu ambao walikuwa wakimuongoza. I say. Alikuwa ni dhaifu binti, lakini sasa tukio ambalo aliona mbele ya macho yake akajikuta automatic tu, inasemekana inabidi awe tuna moyo wa kijasiri na moyo wa kishujaa. Mwamba anamcheki mtoto wa kike namna hii. Yes. Mcheki kwa umakini mtoto wa kike. Yuko katika wakati mgumu. Mjapani yuko hapa anataka kuweza kumkamata huyo mtu. Ding Dai Zong. I say. Anasema dada mdogo, usinifikirie vibaya, labda kuweza kukuita hapa wakati akaendelea kukata samaki wake. Anasema jambo ambalo linanifurahisha kwako, umefanana na mtu ambaye nampenda sana katika maisha yangu. Wakati mzee mzima anazungumza maongezi, huku vita nzito inapigwa upande wa pili. I say. Anaendelea kukata samaki akimpa story mtoto wa kike wanamuita Ching Ming Hui. Inasemekana amefanana na mtu ambaye anampenda katika maisha yake yote. Ni nani huyo? Bwana, huku ni changamoto nzito. I say. Hakuna mtu anaamini kile ambacho kinaendelea. Ni katika episode ya 3 mzigo safi. Wanaita Unforgettable, kama Unforgettable Revenge. Kutoka ndani ya nyumba Mafia Respect Family, Sunil DJ The Love Voice kama kawa DJ Sunili. Nasonga mbele baba, mambo ni mazito sana. Inakwaje? Bwana Takeda ametoa amri huyu mtu aweze kukamatika, ikiwezekana afe, kwa sababu ni mmoja wa mtu ambaye yani anawasumbua kinyama. Sasa lazima akamatwe, manake imeshakuwa ni changamoto kubwa sana katika mazingira. Twende sambamba katika episode inayofuata hapa, tuunganishe kibabe. Karibu sana.人生终将风起。